Mimi sikusema bodaboda wakatwe shilingi 1000. Kwa hiyo sio pendekezo naweza kabisa, kwa sababu haikuwa sehemu ya kwamba mimi bodaboda wakatwe shilingi 1000. Nilichokisema mimi nilisema katika kuwawezesha vijana kibiashara na kimitaji, vijana wajengewe uwezo, kwa sababu Wizara ya Fedha ndio wizara yenye mifumo. Kwa hiyo nilisema mimi, ukifuatilia klipu yangu na ukaisikiza mwanzo hadi mwisho, nilisema vijana wa bodaboda, machinga na bajaji sio maskini kama tunavyofikiria, na wana uchumi mkubwa, na nikaenda mbali zaidi nikasema wakiweza kujichangia wao wenyewe kupitia SACCOS zao shilingi 1000 wanaweza kukusanya pesa nyingi sana. Na nikatoa mfano, mimi Mbeya nao machinga 317,000. Machinga 317,000 wakichanga shilingi 1000 ni milioni 317. Milioni 317 kwa siku, kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu. Kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 114. Kwa niliposema maneno haya nikasema hawa watu wana uwezo wa kuanzisha kampuni ya kwao ya ujenzi na wakaweza kushiriki kwenye shughuli za kujenga miradi ya barabara nchi yetu na wakaweza kukopa fedha kwenye mabenki. Ndio statement yangu ya ngele clip. Lakini mtu mwingine mwenye dhamira yake, nadhani kwa makusudi yake, alikata clip akasema mimi nimesema bodaboda wachangie ujenzi wa barabara, which is wrong. Ukienda kwenye Ansari na klipu zangu mimi sijaongea bodaboda wakati, lakini mtu nadhani kwa dhamira yake yeye. Lakini mimi nimeshazungumza na bodaboda wangu, nimeshazungumza na machinga na wameshaanza kujisajili kwa spidi kubwa sana. Kwa sababu kabla ya hapo tu machinga na bodaboda wanao utaratibu wa kujichangisha wenyewe shilingi 2200 mpaka 3300, yani utaratibu wa kawaida. Nilichokisema mimi warasimishwe ili wawe official na waweze kufanya nini? Waweze kujijengea uchumi wao wenyewe. Kwa sababu bodaboda, machinga sasa hivi kule wako wasomi waliomaliza vyuo vikuu. Natamani mimi kuona boda na machinga. Kwa mfano leo hii tai inatoka nje ya nchi, chaja ya simu inatoka nje ya nchi, hii niyoshika hii dari inatoka nje ya nchi, enga chief inatoka nje ya nchi, lakini wanaouza vile vitu ni machinga. Kwa nini tukiwarasimisha wale machinga wakawa na mitaji yao wenyewe, wanaweza kujenga viwanda wao vya kuassemble pikipiki, bodaboda wakaassemble wenyewe pikipiki zao, wakawa na maduka ya spare bodaboda wanaweza, ndio maana yangu. Lakini wakaassemble pia bajaji wao wenyewe kupitia mitaji yao, yani wanaweza wenyewe kujiwekea. Cha msingi na warasimishwe wao official, kwa sababu wanapokuwa hawako official wenyewe wanakuwa waaminiani, wanachangishana pesa, lakini mara wanamuamini kiongozi na wanaendesha migogoro. Lakini ikiwa ni SACCOS, maana yake ni utaratibu, nani anatoa pesa benki, wanaamua nini, jinsi ya kupiana mikopo, na mwisho wa siku ile ni sekta pana, na wanaweza kaanzisha hata microfinance benki kwa ajili ya machinga na bodaboda. Huko ndiko nakoelekea mimi, na hii ndio uchumi uliowasaidia nchi za wenzetu bara la Asia, wanaita micro economy. Yani watu wanakusanya nguvu zao, mitaji midogo midogo, wanaunganisha nguvu, wanapata mtaji mkubwa na wanaweza kukopeshana na benki.